nikaona hii maisha hapana hitaendelea kukaa ikabidi Faith nitoke. Wakati nilitoka hata sikumwambia natoka kwa sababu nilikuwa nimechoka. Sofa nilikuwa nimechoka kwa sababu hata huyo mtoto kutoka hosi bado hakupata ile nafuu. Bado situation ilikuwa tu ni ile. Unaona? Mimi nikaamua nikasema hapana, wacha nitafute mahali pa kukaa na amani na watoto wangu. Ikabidi nikaenda nikatafuta nyumba tukaachana. Hata nikasema kama huyo mume ako na haja na sisi hata tutafuta ajue familia yangu iko wapi. Faith after that nilienda nikakomboa nyumba na mtoto wangu, by the way akawa sawa, akapona. Hata nikashindwa ni nini basi kilichokuwa kikiendelea. Mwiroreri witũ wa Gĩkũyũ Eastern TV, Vivian rũgano rwake nĩ rũritũ mũno na rwĩna kĩeha tondũ nĩ aratwĩra wega mũno ihika rĩake mwana wake wa mbere nĩ agĩte na mũndũ na agacoka akamũtiga na akagĩa mũciĩ ũngĩ. Agĩcoka akĩhoya Ngai amũhe mũciĩ wake na akĩmũhe mũthuri, no mũciĩ ũcio nĩ wakorirwo na challenge mũno, na Vivian anatuambia uriti wa mtoto uende hospitali wakati alikuwa anabadilisha damu. Sielezee nini watazamaji wa Gĩkũyũ Eastern TV. Okay, wakati nilienda hosi, kozi niliambiwa harakisha sana ukuje uone mtoto ako ward. Nikauliza in-law, kuna kitu mbaya? Akaniambia hapana, wewe kuja. Nikabidi mtoto wangu huyu mkubwa nimpeane kwa rafiki yangu ambaye ni jirani. Nikamwambia kozi ninaenda kule na sijui nitarudi lini, nikalishia huyu mtoto kwa kozi still bado anaenda shuleni, unaona? Nikampeleka kule. Kumpeleka kule nikapanda gari nikaenda mpaka Kavangware. Kufika by good luck nilikuwa nimejua ni wapi ninaenda, unaona? Nikafika Kavangware nikachukua pikipiki hadi nikaenda hospitalini. Kufika kwa gate nikakutana na in-law alikuwa amesimama kwa gate. Akaniuliza umefika? Nikamwambia hivi. Nilienda direct mpaka kwa ward. Kufika kwa ward nikapata mtoto wangu kozi alikuwa analia nataka mam. Ndio daktari agundue mama ya mtoto yuko hapa, aliuliza my husband, mama mtoto ako wapi? Akamwambia ati tumemwacha nyuma. Daktari akauliza mbona mama mtoto ndiye nafaa kuwa na mtoto hapa, unaona? Sasa mtoto alikuwa tu analia nataka mam, unaona? Ikabidi niitwe ndio mtoto atuli. Na by the way nikifika hosi, wakati mtoto aliniona tu hivi, mtoto alitulia. Though nilipata amewekewa damu, alikuwa ameongezewa damu. Sasa nikashindwa. Sasa kuuliza my husband, nikamuuliza na huku wamesema ni nini inasumbua mtoto. My hubby aliniambia huku daktari amepima, imesemekana mtoto alikuwa na malaria. Unaona? Ati unajua hiyo wakati before mtoto akue tulikuwa tumetravel, nikawa nimeenda nyumbani. Sasa ikaonekana ninablemiwa ati sababu ulienda nyumbani mtoto amegonje ile climate, mtoto ndio maana anagonjeka. Akaniambia ati malaria ndio imepatikana kwa mtoto. Nikamuuliza hao, kwani unataka useme daktari wa Kikuyu anaweza danganya? Nikasema it's okay, mbora mtoto wangu hapo apone. Nikakaa hosi nikiendelea tu kuomba. Kafika siku ya 4 bado tu mtoto alikuwa kwa matibabu, but daktari aka discharge mtoto, unaona? Akatuambia twende home, mtoto at least mtoto amepata nafuu. Ikabidi tutoke hosi, mtoto akampatia zile dawa zilitakikana apewe, ikabidi tutoke hosi tukuje home, naelewa? Sasa kufika tena stage kukuja nyumbani mahali tunaishi, nikaingia kwa gari, unaona? Okay, at that time before tukuja sasa stage, nikapitia kwa in-law, tukaspend huko hiyo masaa, tukakabati. Hawakuwahi tuuliza what is not going wrong katikati yako na huyu, unaona? Because they know what I'm passing through, lakini hawaulizi. Mimi nikanyamaza. Kumbe ni kama kulikuwa kumepangwa, unaona? Their brother alikuwa amewaelezea, lakini mimi siambiwi chochote. So tukakuja paka stage. Kufika stage mimi nikaingia kwa gari. In fact tulitafuta ile gari ambapo
kalia mbele ndio at least tupate nafasi tukalie mimi nikaingia kwa gari. Kuingia nikakaa na mtoto. Baadaye nikaona ananiambia nishika hii fare. Alinipa by the way 50 bob. Kaniambia shika ongezea zingi. Na unajua ajui kama niko na fare. Unaona ananipa 50 bob ananiambia shika ongezea ingine. Nasikia mimi nikachukua. Kuchukua ngojea aingie kwa gari sikumuona. Gari ikapark ikaja. Sasa kutoka nikauliza konda kwani mwenye tulikuwa na yeye ameenda wapi? Unaona? Konda akaniambia maybe ameonelea apande gari ya. Sasa nikashindwa how mtu mko na mtoto mgonjwa ambapo at that moment ndio nafaa mshikane mkue pamoja but huyo mtu ni kama amekutenga yani akuoni kama na hata akuambia tuendi pamoja akuambii ni kama yani mtu ako huku mwingine ako huku. Mimi nikashindwa nikauliza Mungu sasa hii ni nini? Unaona gari kaanza tukasafiri mpaka vile nilifika mahali tunaishi. Baadaye akarudi kafika kwa nyumba. Wakati nilifika kwa nyumba nikauliza kijana wangu umekuaje? Kaniambia mama hata kule ulinipeleka anko alikuja akafanya nini? Akanichukua that the very very day nilikuwa nimeenda hosi. Nikamuuliza kwa nini? Na nilisema ukae huko. Sasa umekuwa ukikaa na nani? Unaona? Akaniambia mama tangu hiyo siku uende mimi hata dadi sijaifanya nini kumuona. Na umekuwa ukilala na nani kwa nyumba? Ati peke yake. Ati anko alikuwa anapika chakula ninakula but nakuja nalala kwa nyumba peke yangu. And huyo mtoto bado angali ako grade 4 ambapo asubuhi ni mtu wa kuamshwa. Masiki fika muamshe mwambie jiandae enda wapi? Shuleni. Na ilikuwa inapata huyo mtoto saa 2 hata hajaamka. Unaona? Juu ni mtoto hajui masaa yako. Sasa wakati huyo mtoto ataamka ile ya haraka amechelewa. Hata kunawa usi ilikuwa ni shida, hata kujipaka mafuta ni ila avae tu na afanya nini? Atoke hata breakfast sijui kama alikuwa anapewa. Unaona? Sasa nikimuuliza na dadi alienda wapi? Akaniambia mama mimi sijaiona dadi. Na nikashindwa how mimi huyu mtu sijakuwa na yeye hosi. Unaona? Nimekuwa hospitali peke yangu. How? Kwani amekuwa akilala wapi? Unaona? Nikapigia in-laws nikamuuliza mimi nimekuja home nimepata mtoto wangu ako kwa nyumba peke yake na ameniambia amekuwa akilala kwa nyumba peke yake. In-law alinijibu akaniambia okay hajakuwa akikuja huko kwa sababu ati hakuanga na fare. Unaona? From Kabangware na ilikuwa only sijui 50 kitu kama hiyo. Sasa nikashindwa nikasema okay ni sawa. Tukaendelea nikakaa karibu nikaambia Mungu nipatie ujasiri. Sina mwingine lakini nipatie tu vile nitafaa. Niwezeshe tu Mungu. Nikaendelea tu kuomba but nature huyo mtoto life yani afya yake bado rudi normal. Still bado naona tu zile vitu. Mtoto ana change usiku, ana scream. In fact hata mtoto alikuwa ananiambia mama nataka maji usiku. Nayo maji baridi. Anaitisha maji baridi. Hata ukiweza kumpatia warm mtoto hataki. Anataka tu ile maji baridi. Na saa hiyo yani unashindwa. Yani hata sijui naweza explain aje. Hata nilikuwa nimeogopa kuzima taa ilikuwa inawaka the whole night. Cause ukiangalia huyo mtoto ana change tu. Unaona? Yani ako tu weird. Paka ya kawaida. Unaona mtoto veins zimejichora. Yani damu ni kama kuna mali. Unaona vile damu inakuanga imeganda kwa mwili. Unaona kwingine kuko black na ni mtoto mwenye yani si mweusi, ako katikati mchocolate hivyo. Sasa anashindwa nini? Na ukiambia baba yake hana shughuli. Si mtu unaweza ambia kuja tushikane mikono tuombe mtoto wetu. Unaona? Ukijaribu kumwambia huko penye unaendanga sijui huko mashetani sijui. There is a time nilikuwa nimelala. By the way nikashtuka. Babake hakuwa amelala, alikuwa bado kwa sitting room na mimi niko bedroom. Sasa wakati nilishtuka kushika mtoto yani nikaona si mtoto tena. Niliscream yani vile nilijipata nimechukua huyo mtoto na direct paka kwa kiti nikipiga nduru. Unaona? Sasa hata yeye mwenyewe baadaye ajue kuna nini. Aliniambia hizo ni mapepo zako. In fact hiyo siku nilikuwa na rafiki yangu alikuwa amekuja kunitembelea.
tulikuwa tunakaa naye hapo kwa hiyo nyumba. Nikaambia rafiki yangu, hapana, this is not normal. Mahali imefika, hii inahitaji maombi. Singeweza tena kuvumilia. Kozi unaenda church, unaomba, but unaona tu vitu weird kwa huyo mtoto. Kuna mama aliniadvise akaniambia, Vivian, ukitaka mtoto wako apone, ukitaka kuona difference kwa huyo mtoto, jiondoe kidogo kwanza, uone vile hali ya mtoto ujitenganishe na huyu mwanaume, ujue ni nini inasumbua huyu mtoto. By the way, that's what I did. Ilibidi nitafute rent, niende ni rent mahali. Nasikia Faith kwenda kuchukua nyumba, nikatulia 1 week, mtoto akawa amechange, ako sawa, ako active, mtoto anakula. Hata ndugu yake alikuwa ananiuliza, mam, mbona sahii mtoto wetu ako hivi? Unaona, nikaambia the brother, wacha tuamini Mungu anaweza fanya nini, badilisha. Mtoto akawa tu active, mtoto sasa anakula, anacheka. Nikikuja kwa nyumba napata tu watoto wamefurahi. Mimi nikaweka question mark, nikasema hapo basi, okay, Mungu wewe ndio unajua. Unaona, mtoto akapona, maybe tu homa kama kawaida hivyo. Okay, I expect vile mwanaume, cause ukitoka kwa nyumba mtu mzuri ama mtu mwenye alikuwa anakupenda atasema hapana, wacha nifuatilie. Unaona, wacha nifuatilie. Cause hata the day nilikuwa na hama natoa vitu, hakukuwa na shughuli. Hata tu vile mtu anaweza sema hapana, unatoa vitu unaenda wapi? Hana shughuli. Imagine anakuangalia tu hivi. Mimi hata nilikuwa nimeita best yangu nikamwambia nisaidie kubeba vitu hivyo, hakuwahi shughulika. From there, hata wakati jirendia, hata kujua tu mtoto wangu analala wapi, hakuwahi shughulika. Unaona, this year I'm so sorry, nilipoteza mamangu mzazi ambaye alikuwa karibu sana na mimi. Kwa sababu hata nikiwa kwa huyo mwanaume, ningepigia mamangu simu nimwambie niko na shida fulani, mamangu angenisaidia. Unaona, mamangu alikuwa mtu yule alitaka nikae kwa ndoa yangu. Unaona, licha ya yote huyo mwanaume, unajua hajaenda kwenu, hajui kwenu. Nasikia watu wa kwenu hawamjui, but my mama alikuwa ananiambia, mtoto wangu vumilia. Unaona, siku moja Mungu atafanya nini, atakuja mbadilisha. Unaona, na mimi nakaa tu nikivumilia, but naambia mama, yes mama, nitavumilia. Lakini kwa ile ndoa hakuna amani, hakuna raha, hakuna mtu hata, yani vile tu mwanaume na bibi na bwana wanakaanga mahali, wanapiga story, wanacheka, hakuna hiyo. Hiyo nyumba ni kukaa, kama ni kupika chakula mkule, kila mtu aenda zake hivyo. Nikauliza mam, nitaishi hivi mpaka lini? Mamangu amekuwa akinitia moyo hivi, but suddenly alikuja akapasa. Kama tu bado naishi tu na watoto wangu. Unaona? Okay, nilimtumia text nikamwambia my mama amepass. At least, yes, for 1 year hajakuwa akisaidia huyo mtoto. Nimekuwa tu nikingangana vibarua, naenda kufua hivyo. Nikadecide nikaeka mahali kakibanda, nikaeka tumboga, nguo za mtumba hapo, at least naweza pata karidhiki hivyo. My mama wakati alipasi, nikamtext nikamwambia my mama amepasi. Kaka niambia pole sana kwa kumpoteza mama. But yule rafiki mwenye tulikuwa tunakaa naye, nilikuwa nimemuita from home, pia naye alikuwa na shida. Unajua mimi ni yule mtu singetaka kuona rafiki yangu akipitia yale nilikuwa napitia. Nikaambia huyo rafiki yangu, enda kwa babake Kilian umwambie mamangu ameaga, kama atakubali. Cause niko na mtoto wake na yule ni mama na alikuwa bwana yangu. At least kama anaweza simama kwa hiyo nini, unaona, aenda represent, hata kama hatuko pamoja, lakini aenda simame nami, cause nimepata naye mtoto. Unaona, imagine yule mwanaume alijibu yule rafiki yangu akamwambia, huko siwezi fanya nini, nikakanyaga. Unaona, akamuuliza kwa nini, ati huko siwezi nikafanya nini, kafika, ati ni mbali. Unaona, ni mbali how that man ana come from that hiyo area uko ni njia tu moja tunapitia. So rafiki yangu akamwambia, kama basi utaki tupatie hata kama ni sister yako, at least aenda represent. Unaona, familia kwa heshima tu. Watu uko sana, lakini ikifika wakati wa shida mnafunika ile aibu. Alimkataza akamwambia hata hao ndio hawezi kabisa
kufika huko. Nasikia nilitoka huku Nairobi nikaenda nikamzika maimamu. Naona bila hao hata the times unajua huko wanatakanga watu wajue kama uko mahali watu wako wenye mmetembea nao. I was very ashamed by the way. Hata hiyo siku nilisimama nikasema watu wangu walibaki wapi? Walibaki nyuma. In fact I said mwenye tuko naye alikuwa ako kazini, so hakupata muda wa kuweza kufika, na nikaambia Mungu wewe utabaki kuwa Mungu, maana wewe ndio unajua. Unaona, nikamzika mamangu nikarudi. Mtoto wakati alitaka kujoin sasa huyu wake, wakati nilirudi na hii mtoto ikabidi sasa inafaa join shule. That man yani ni mtu anapenda mtoto. Yes, anapenda mtoto wake. Lakini utapendaje mtoto na okay, anapenda mtoto lakini mama ya mtoto hamtambui. Unasikia? Sasa unashinda mtu umezaa na mtoto. Kwani hiyo wakati tulipata naye mtoto hakuwa ananijua ama hakuwa ananipenda. Sasa ifike mahali yani anasema yeye anapenda mtoto wake, lakini wewe afanye nini? Ati nitasaidia tu mtoto lakini mama sina haja naye. Kumbuka niko na huyu wa kwanza mwenye alinipata nikiwa na yeye, na akinipata nikiwa na yeye alisema atanipenda mimi pamoja na mtoto wangu. Sasa nimepata wake ambaye nimemzalia, anasema anatambua mtoto wake atamsaidia, lakini hiyo saidi nyingine afanye nini? Na mtoto wako hakuna pahali mu. Yeah. Sasa hebu niambie life kama hiyo. By the way, I've been crying a lot. Nimekuwa nikilia sana nikiuliza Mungu maswali. By the way, wanasema Mungu usiulize Mungu maswali, lakini inafika at point unauliza Mungu, mbona Mungu wakati ulijua kutaenda hivi, Mungu mbona ungezuia? Unaona watoto wangu saa hiyo, huyo mkubwa anajua kile kitu tulikuwa tunapitia. In fact alikuwa mwanzo cause huyu mwanaume akimchukua mtoto wangu alikuwa amejua this my dad. Unaona, alikuwa amemchukua kama baba yake, alikuwa amejua huyo ndio baba. Lakini kulingana na matendo, unaona? Alafu my in-law yule mwanaume ndugu yake alikuwa anaongea vitu funny. Cause mtoto kama angekosa hawata correct hiyo mtoto. Ati yule mtoto amekuja na mama yake, haifai aadhibiwe. Hata akitaka kuharibika afanye nini? Aharibike. Unajua anaongea ukisikia. Sasa hiyo unajua hiyo umri ya miaka 9, 10, 11. Mtoto akitoka ameenda kucheza hafikiri hata kurudi nyumbani. Sasa hiyo utasikia hiyo ni timu tanga. By the way, mi kama mama yake, mama mtoto, niko na feel uchungu sana. Najiuliza huyu ni mtoto mdogo ambapo inafaa arekebishwe kama badanga. So hawa wasipomuonyesha hii ni mbaya ama hii ni mzuri, atajuaje? Unaona, mtoto hawezi akajua. So my mom, my husband yanashughulikia mtoto kama wacha tu niseme na mshukuru. Unaona, anasaidia mtoto wake upande wa school fees, anaweza toa alipia mtoto wake school fees. Mimi huku nang'ang'ana na tuvibarua, nilikuwa nimeweka kibanda but still bado tu vita tu shetani, yani bado hajaacha kuniandama. Nimeweka mahali ka kibanda kwa nauza nyeni, nauza nguo. Naona at least nipate ile mahitaji, nilipe rent hivyo. Lakini still bado wale uko nao pale wanakupiga vita. Unaona, usifanye hii. Tuko watu watatu. Mimi niko katikati. So ukileta kitu unaambiwa ati uuze kile kitu kiko tofauti na vingi. Paka hata kukaingizwa na roho wa Mungu. Ati roho wa Mungu amesema kila mtu auze kitu tofauti. Unaona, mimi ninauza nyeni. Yes. Ati sifai kuleta nyanya, sifai kuleta kitungu kwa sababu mwenzangu hapa akona nyanya na vitu. Na Mungu amesema. Huyu mwingine by the way, hata nikiweka biashara, kuna kijana tukua hapo tu bado alikuwa hana kazi. Nikifungua kazi nikamwambia kwa sababu saa hii bado sijapata pesa za kuendeleza hii biashara at least zipanuke. Kama unaweza kuwa na pesa, naweza kupeleka Isili
ama Kikomba. Unaona, angalau tutafute mashati, vitu smart zenye zitavutia customer. Unaona, yes, nikamuintroduce hivyo, nikatembea naye, tukaenda tukaleta vitu, mashati nini. Ikafika mahali nikamwambia nikasi nikipata do zangu nitafanya nini, nitaendea. Do you know what, Faith, wakati nilimwambia, in fact everything nilikuwa na share naye, cause sikutaka ati ashtukanie tu aseme oh Vivian alijifanyia hivi bila kuniambia. Hapana, nikamwambia siku fulani wakati nilipata sasa do, nikamwambia siku fulani ningependa niende sokoni nitafute tuvi. Akaruka kaniambia, do you know what, ati nilionyeshwa kitu na Mungu kupitia ndoto. Ati nilionyeshwa ati kunaweza tokea chuki. Unaona, ati wewe nimeona umeleta mashati, umepanga mashati smart umepanga. Si anauza mashati. Sasa anaona nikileta zile mashati nipange kutaingiwa na chuki. So ananiambia ati customer watakuwa nakuja, wanapita wananunua hizi zangu, wanaacha zako, so hapo ndio chuki itaingi. Nikamuuliza how. Unaona, baadaye mpaka wazazi wake wakaniita, mama yake akaniita, akaniambia mimi ati pasta wa kijanangu ati ameonyeshwa ati kuna mwanamke wanafanya na kijanangu kazi mahali pamo, na huyu mwanamke anataka haribie kijanangu kazi. Nikamuuliza mama, how? Mimi naweza haribia aje kijana wako kazi ili hali mimi ndio nimemsaidia, nimemuonyesha, nikamwambia twende hapa, at least tusikae tu hivyo, at least pia naye anaweza hapa. Nilipigwa vita hata nikashindwa sasa nitafanya aje kazi. Unaona, huku unapigwa vita, unaambiwa roho wa Mungu amesema usifanye hii, huku nako unaambiwa roho wa Mungu sasa niuze yenye ni pekea. Na huku kwengine kwa nilikuwa nimeleta nguo za watoi, niuze nguo za watoto peke yake. Unaona, sababu imeonekana nikileta kutaingiwa na chuki. Na Mungu amesema ati sasa unaambiwa ati hiyo kazi iliombewa ikwe ya huyu kijana, na wewe ndio ulifanya huyo kijana unaona Faith. So nimekuwa nikipigwa vita sana, na naambia Mungu anisaidie, Mungu anipatie tu nguvu, cause bila yeye mimi sitaweza Faith. Mungu mahali penye amenitoa na chenye aliweka ndani mwangu hakuna mwanadamu ataweza kukizima. Mungu asimame na maisha yangu na asimame na watoto wangu na kazi yangu, Mungu akaweze kuisimamisha. It's not easy Faith. Nimepitia hali ngumu, licha ya kumpoteza sahi mam, sina mtu mwingine wa kulilia. Unaona, hata yule rafiki mwenye nilikuwa nimeleta kwa nyumba yangu, at least anaweza wakati niko na ile huzuni anaweza nituliza. Alirudi Faith akanigeuka. Unaona, sasa tunakaa na mtu, mimi niko kule kwa kibanda, nauza kibanda yangu mimi hufunga saa 2 ama almost saa 3. Mimi na provide kila kitu, chakula na make sure chakula iko kwa nyumba, rent ninalipa hiyo nyumba. Ni yao tu kupika, kwa mimi siwezi nikatoka huko kwa kibanda na niende tena kwa nyumba kupika. Unaona, na ni mtu mzima. Lakini baadaye Faith alirudi tena akanipiga vita. Mimi niko kule kwa kibanda, yana baki akiongea mabaya kwangu. So the time nilikuja nikasikia story vile anasema ananilisha, ananifanyia nini. Sasa kwanza in fact niliuliza best yake, mwenzangu nakaa naye kwa nyumba lakini haniongeleshei, sioni akiwa na furaha. Kwa nini? Unaona vile tu mtu unaweza uliza kwa sababu unakaa kwa hiyo nyumba na hakuna nini raha. Mwenzaka akaniambia, best yake akaniambia, Vivian fulani anasema ati wewe umemwachia kila ati yeye ndiye anakulisha. By the way Faith, nilifeel uchungu. Yani una imagine ile baridi unapigwa nayo, unatoka kwa nyumba 6 unaenda kutafuta, unaingia kwa hiyo nyumba saa 2 ama saa 3, unaenda kutafutia watoto wako, alafu umesaidia yule msichana mahali, umempa mahali pa kulala, humuitishi hata hela za kulipa nyumba, bado still ndio huyo anaongea kwako mabaya. Sasa nikamueleza, nikaenda nikaambia huyu mwenye tunauza na yeye, nikamuita cause yeye ndio alikuwa social sana na huyo msichana. Nikamwambia, wewe hebu niongeleshe huyu mwenzangu, kama akona jambo linamuumiza roho, unaona anaweza niambia na tu solve kama watu wazi. Sasa after kumuita
akawa juu. Si yule msichana ata accept ama anyenyekee. Unaona, si yule mtu atanyenyekea ama aseme I'm sorry kama ilisemekana na umesikia pole. Akawa ako juu sahii anatamka tu, anaropoka tu maneno mabaya. Mimi ikabidi nijiondoe, nikaambia mwenzangu mimi nilitaka hii kitu tu solve tukiwa lakini mahali imefika mara anaita huyu, mara anaita. Sasa nataka kuwe kitu ya na mimi singependa ikuwe hivyo. Unaona, sasa hiyo usiku hata hakukuja kwa nyumba yangu. The following day mimi nikawa niende kibarua. Sasa ikabidi nisiende, nimngoje ndio asiseme ati nimemfungia mlango. Kozi watoto wangu walikuwa waende shule na sasa ni mimi nimebakia nafunga mlango nikienda kujitafutia watoto Sasa msichana kukuja, alikuja kumbe alikuwa na nia ya kukuja kupaka vitu akifanya nini? Akienda nikamuuliza shida iko wapi. In fact hata nikaenda kuita yule mwenye alikuwa na share naye story. Nikamwambia hebu sema vile kulikuwa kunaenda. Unaona? Pia naye sasa akawa anaogopa. Nikamwambia hii yote wewe ndio umesababisha. Hebu muelezee kama ameamua kutoka, atoka akiwa free. Unaona? Ajue hivi ndio alisema na ikajulika. Msichana alipack vitu, Faith akatoka kwangu. The moment alitoka kwangu, kumbe sikujua ni yule mtu alikuwa ananitafuta. Unaona? Si tumekaa na yeye, hata kule kwa mume wangu tumekuwa tukikaa na yeye. Anamjua, anajua huyu alikuwa mume wangu, baba wa mtoto wangu, lakini kumbe alikuwa na chuki ndani mwake. Unaona? Cause anaona ule mtoto anasaidiwa na baba yake. Unaona? Anaona huyo mtoto analipiwa na babake school fees. So ni kama alikuanga na chuki. Sasa hiyo anaanza kuropoka akisema Vivian alinifukuza kwa nyumba, sijui. Maneno tu mengi unayasikia from people. Vivian, usijali na vile watu wanasema. Na nitakutia moyo nikwambie, mti una matunda, unarushiwa mawe. Na kama ungekuwa na matunda, ungekuwa unarushiwa mawe. So ujipe moyo, ukiwa kwa ile hali ukijua ungekosa kurushiwa mawe, pia ungekuwa na stress. Juu ungekuwa kesho yako haingekuwa na mazuri. So saa zile unapita challenge, nataka ujue ni sababu kuna kitu mzuri Mungu amekuahidi iko pale mbele. Kile kitu utafanya, shika hapo na ushike Mungu kabisa na usiache Mungu. Na through all this, najua Mungu atakuonekania hata na kazi permanent. Uache kufanya hizi kazi. Itafika pahali itakuwa testimony. Vile unaipeana saa hii. Kuna siku nitakuleta hapa Gikuyu Eastern TV na uambie watu ni testimony niliwapea, lakini sasa niko na kazi enye naweza ita kazi. Mungu akubariki na abariki ya watoto wako sana. Na ujue Mungu anakuanga amesimama na watoto wenye wana wa baba zao ama bibi mwenye ana bwana. Usiwaitia shaka. Mwiroreri wa Gikuyu Eastern TV nĩndagũcokeria ngatho cia mwanya mũno na nĩnjũĩ tũmenyerete kwaria Gĩkũyũ gũkũ, no ũndũ nĩ atĩ tũrerirwo twendane twĩ kabira kana tũhana atĩa, tondũ ndagĩka ya mũico kiugo kĩratwĩra arĩa makona ũthamaki wa igũrũ nĩ arĩa mendanĩte, na twĩ haha tondũ nĩ twendanĩte na nĩkĩo twamũrehera story cigana ona cia Gĩthweri, tondũ nĩ andũ tũrakoranire nao na nĩ marenda kwaria, nĩ marenda gũteithia mũndũ ũngĩ wĩ hau, na tũrauga tũmahe kamwanya tondũ ndagĩka ya mũico tũrĩ andũ amwe na nĩ tũmwendete mũno. Endelea kũlike video citũ na muendelee gũcomment, na Ngai wa muoyo amũrathime mũno rĩrĩa mũratũbuata. Thengiũ mũno.